Juma ya tariki 6 mweri wa mbere wa mwaka wa 2024 ni muhoko wakwa ati we ukiri thayo na ni muhoko wakwa ati we muthenya waku no ragithie na mbere gutwarithia wega nie na ni ndayuka ngumenyithia uria bururi uragitinda ukigariura na maria andiki aitu magituhaririirie no mbere ndaya atwabeta mukire matemo mamo. Na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati makiria ma ekwirwo awendia wa njohi ngananie 1,000 gwaikio ngono kaunti-ini ya Kiambu. She has a heart problem whereby her valves, the heart valves, they are deformed as a result of a disease called rheumatic heart disease, which she got this disease when she was 14 years. Mwandiki wa Mohoro job kuma Mombasa gukomia thibitari kumana na murimo wa ngoro. Beteka cia kugacirithia thayo kaunti-ini ya Pokot ya ithwiro gutafanio. Na gitio kinene itikira ukoro kigucia njungwa yaku nigetha ngoro ngikumenyithia mao na mangi maingi ni ria kwageteka wa boi wa jao mutaburuko uyu no ukoro kiwirorera kuria mwana wa YouTube ari Muthingi TV ana ningi no gututigira ndumiriri yaku kuria kwa Muthingi TV na tukirika kiondo-ini gitu makiria ma andu 1,000 ni manyitetwo ni mafitha a borithi ni undu wa kwiruka ni undu wa kuruhania una uhuthiri na wendia wa dawa cia kurebia guku ari kaunti-ini ya Kiambu handu-ini ha kiumia kimwe andu makiria ma 600 ni manyitetwo na kuria metereire gukorwo magitikana na kuria metereire gukorwo magitwirwo shira wao ku kaunti-ini ya Kiambu. Kazi ya wiki moja, bangi peke yake ngunia ndio hiyo ni moja tu tumeleta hapa. Singine mliona tukichoma na wapi hata huko Njuja, lakini tumeweza kunasa misokoto 3,139. Hiyo ni bangi peke yake. Illicit brews ile tumeweza kupata, mnaona hapa, na kuna ingine ile imebaki hapa haijaletwa hapa, na ingine tumedestroy 610 cases. Hao ni wale watu tumeshika kwa hii kazi illicit brews wanahusika, na tukapeleka kotini. Zile mabasi na operate bila nini idhini 85 tumeshika na kupeleka kotini. Wale watu wiki moja tumepata drunk and disorderly, hao ni watu 32. So in total tumepeleka watu 1,126 kotini katika ndani ya wiki moja. Tuhakikishe ya kwamba wananchi wako sawa na tunaweza kushirikiana na wananchi. Manake hakuna nchi ambayo imeweza kuthrive ama kuendelea nchi ambayo inatumia madawa ya kulevya na pombe haramu. Na turia kaunti-ino ya Kiambu kihani kigumira gicagi gatamarira gatagita mayu gukwari kaunti-ino ya Kiambu thutha wa imwana igiri aciakorwo miaka 68 gukorwo makirika kana gukorwo makigwa irima-ini ria mai riatigitwo ritakunikitwo ungi umwe na gikonia kihonokire ciarira thutha wao kana ria maragithia gukorwo magicaria ngu. Family ino ni ikitiritana kuri thirikari ikore kimateithiriria ukinyira kihoto kiao na gutashukiria ikinya uria kana muigithia umwe uria wati irima rere ritari kunike. Angalia hii shimo iko barabara na tunauliza kama wangechimba hii shimo na hawajaweka any safety ropes, wangechimba at least wangesonga huko kando ya shamba wachimbe, lakini vile nilikuja naangalia hiyo, unaona ni kama maji imetapakaa, ni kama hakuna shimo. Hata ungefikiria ni kama kulinyesha usiku maji ikatapakaa tu hapo. 7 years na 6 years ni watoto wachanga sana. Nimesikia ni watoto hapa Kiuriva Primary School na walikuwa napita kwenda kuchuna kuni. Juu hapa ndio kama kuchuna kuni. Sasa hapo ndio wakakuta akapata maji. Mtoto mmoja akaslide akaanguka. Yule mwingine akaenda kumshikilia, wote wakaanguka. Na hapo ndio tumeweza kuluza watoto wawili. Tulisikia tu kila mtu alikimbia kuangalia kwanza watoto wake wako wapi. Kisha sasa ndio tukaanza kuulizana ni nani na nani ndio hawaonekani, ndio tukakimbia kuangalia. Tukakuja tukapata mmoja amekaa kwa maji juu.
huyo mwingine tukaambua ako ndani na wale watoto walikuwa na wao. Sasa ndio tukatoa wa kwanza, wa pili, sasa tukaita usaidizi. So ombi letu kama wakaaji wa hapa Getamayo, haya mashimo waifunike kabisa. Juu sasa venye wamefanya hiyo watoto wakakufa, wamekata masomo yao. Mzazi alikuwa anatarajia watoto wake Monday wanarudi shuleni, lakini sasa hawatarudi. Tuko hata hakuna mwenye anajua kama kuna hayo mashimo. Juu tunasikia pia kuna wengine huko nyuma, lakini yenye hatujui iko wapi. Juu wanachimba lakini hawaweki sign ya kuonyesha hapa kuna shimo. Ndio mtu ajue pale kuna shimo, siwezi pitia hapo. Kama hakuna hiyo mambo ya kuonyeshana ati hapa kuna shimo, unaona tu mtu atakuja kama amepita vile amezoea. Ushauri wangu kwa wafanyikazi ama wawekezaji wa Kigula Farm, ningependa kuwaambia kwamba hapa wajue kuna watoto, na watoto hatuwezi tukawafunga wakose kutembea kwenye wanastahili kutembea. So ile kitu ningeomba ni waone kwamba wamefenzi ile mashimo yote ya maji, sababu nasikia kwamba ni maji wanatafuta ya kufanya perimeter wall. Wapate kufenzi hizo nini yote, hiyo mashimo yote, na isipo kama haitakuwa hivyo, niko haki kabisa tutahakikisha hiyo mashimo yote wameiziba. Napenda wachukuliwe hatua kali, juu wanajua sheria za kujenga na wamesomea. Maraikire aramati a thayo mwena wa Chesongoch gukari kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet muritwo rithathi na kuragwo ni batoni cia ekinae na aria maraikoragwo makiri aici a mahiũ. Ona thengia wa kuona ati thayo ni urageretie ukorwo gicokereria matũra-inĩ mau, ino ni ndeto ikiritwo mukonde ni gavana wa kaunti iyo mundu gwitwo Wesley Rotich, na kuria eranĩire ati ni ukorwo akirorana na ekinae acio. I'm very pained as a governor, extremely pained, and I am telling you, these people have actually hit us at the most important part, because we have been relying on these peace committees to help us get peace. Now who else will help us? Who else will help the community? These are the only guys who used to call, very courageous, who used to call for peace meetings. Who will now call for these peace meetings? Even if government wants us to talk, we need community owned, community driven. They told us we need community driven. The politicians should step back and then the community can drive. Now those who are driving this are now being killed. Now it means they will not spare the governor, they will not spare anybody. They want to kill even the minister, they will not spare. It is unfortunate that we can kill our people, that bandits can roam Kerio Valley and kill people at will, people who are unarmed, people who are going to a peace meeting to recover stolen livestock. It is time that banditry is declared as terrorism. This is an act of terrorism. It is like we are living in Somalia. Patrick ni chairman wa Endo Peace Committee, na Patrick pia ni social worker wa Justice and Peace katika Eldoret Diocese katika eneo la Kerio Valley. Kwa muda mrefu amekuwa akipigania mambo ya amani kwa muda mrefu sana. Vile vile Suter Joseph ambaye tunamuita kinyosi kwa majina yake ya kinyumbani, ndiye treasurer wa jamii ya Endo Peace Committee, na wao wote wamekuwa wakipigania na wamekuwa wakifanya recoveries ya mbuzi na ng'ombe walioibiwa kule Pokot na huku tena sehemu za Marakwet. Ni tendo ambalo sisi wana jamii ya amani na hata kanisa tunapinga kwa maneno yote mazito. Na family ya mwandiki umwe wa mohoro kuma guko bũrũri-inĩ wa Kenya kuma mwena wa Mombatha aragitwo Fatma Rajib ni kaire andũ a wendi mwega gukorwo kimateithĩrĩria nigetha makorwo makihota kuriha bill yake thutha wake gukorwo akomete thibitarĩ-inĩ wa Makandara haria akigũmĩirwo kana kuria akigũmĩirwo nĩ thĩna wa ngoro. Family ĩno ĩragibatara gukorwo ikiriha ciringi mirioni 1.8 haria baba wao akoretwo akiuga atĩ makorwo makimateithĩrĩria nigetha makorwo makimakwamũra bill ĩno ya thibitari.
Tatizo ya hiyo moyo, akiwa form 2 kampeleka India. Kwa hiyo matatizo ilikuwa kwa ni shida kidogo kwa sababu ya hali ya uchumi, lakini Mwenyezi Mungu akajalia alhamdulillah kwa uwezo wa Allah na wasamaria wema, na Mwenyezi Mungu alikuwa amejalia babangu amefariki, tuachia nyumba tukauza tukapata mapeni, ndio ambao tulimfanyia safari akaenda India akafanywa hiyo pipe. Alikuwa bado ni mdogo kama miaka 17. Sasa hivi amekuwa mkubwa, ile pipe imekuwa ndogo, haiwezi kufanya kazi tena. Sasa inahitajika kubadilishwa. Ana juzi alikuwa anatapika damu, anatoa damu. Sasa mimi nikawa sina namna, ndio nikakimbilia Makadara hapo. Alhamdulillah wamenipokea, anaendelea vizuri mwanangu, lakini hajakuwa hali ile ya kibinadamu inastahili. She has a heart problem whereby her valves, the heart valves, they are deformed. As a result of a disease called rheumatic heart disease. The patient is currently 26 years old and she got this disease when she was 14 years old. She underwent valve replacement in India in the year 2015 and her symptoms improved, markedly improved. But with time, since it's a prosthetic valve, the valve degenerated, meaning it can no longer carry out its function. So when the patient was brought to our center, she was experiencing upper GI bleeding, meaning she was vomiting blood. She had dark stool, meaning she was bleeding from the lower GI surface, and abdominal pain. So what we've done, we've stopped the warfarin, the drug which was causing these symptoms. We've started vitamin K to counter the effect of the warfarin, and she's still on the failure drugs. She's currently stable. The only challenge remaining is that we have to get the valve replacement, and that valve replacement has to be done immediately. So it can be done in our facility. She's in ICU. We are trying to stabilize her properly and arrange for this surgery in our center. Sasa tunaomba ni msaada. Twasononeka, twalia, lakini hatuna namna. Hatuna namna. Kogene akiona family ya Amin Mohamed Alweni aria maraikaraga mwena wa Kwale kaunti-ini ya Mombasa ni maikitie ihoya kuri thirikari kumateithiriria gutithania na mwendwa wao uria kana gutukugwo gwethana na mwendwa wao uria waikorirwo akiura kana uria waikorirwo akioyo ni andu matoikaine. Sasa hiyo imetokea Nyali. Walikuja na majamaa, walikuwa watu wengi, ameshikwa yeye peke yake na undercover. Walikuwa na mabunduki wakina mapistols. So wamelalishwa wote chini, akachukuliwa yeye peke yake, akaambiwa ataje namba yake ya Airtel na Safaricom, akataja, akaambiwa jina lake, akataja jina lake kamili, Amin Mohamed Alawi. After hapo akabebwa, na kuanzia hapo hatujawahi kumuona tena. Na mpaka leo tunatafuta, siku 2 ya 3 ndio yaelekea. Hapa 2011 as a refugee. Sasa yeye ni refugee, sisi sote familia ni refugee. Akafika mwaka 20 hapa akaanza kufanya kazi ya tuktuk. Tangu hiyo mwaka yote anafanya kazi ya tuktuk, anaenda nyumbani. He doesn't have no active cases. He's just a regular kid. He goes to work, comes back home, eat. He sometimes even provide for his own mom. That's how we live. So this is the first case ambayo tumepata in the year 2024. So we are calling upon the Inspector General, the DCI. We are calling upon the government iweze kutusaidia tuweze kujua kuhusiana na kupotea kwa kijana huyu. So we are not pointing fingers to anyone. We are here to ask for help. Tumekuja hapa kuomba usaidizi kwa serikali yetu iweze kujua, kuchunguza na kujua pale Amin yuko. Asking the Kenyan government to assist us to find our son Amin Mohamed Alawi soon as possible. Haya, na ripoti ya kuma kuria kaunti-ini ya Mombasa ni araiko gutweka nyaga ituka mbere gauko tugikiria ndakoro githie kura ikuona ati ni ndiracokereria na mage maigi guko ari kwa Muthingi TV.
Muturire-ini uyu ni gutokana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikianie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo ya gutherema. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777 andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Na nä twacokereria gå kwa Muthingi TV ngatho cia mwanya nä gå thiä na mbere na gå ikarania na ithuä tå gä coka kä ondo-inä gitå matå ra matiganä te kuma kaunti-inä ya Kajiado nä matanyä two kå gå nä ka na å tungata wa menyugä ya internet muoroto-inä wa kå nyihia å hagå wa å gitä ri å ndå mwe na kå gacä rithia å tungata wa thirikari kå rä mwe ingä ä no yå kä te thutha wa itå ra kana matå ra ma kå kaunti-inä ä no gå korwo magä teta atä matikoretwo makä amå kä ra motungata mega ma thimå na kana muoroto å yå å hingä tio rungu rwa Universal Service Fund å ndå å rä a å rakä hanä ka rungu-inä rwa kaunti ya thirikari ä yo. Kwamba mradi wa kueneza mtandao katika nchi nzima ya Kenya kwa kutumia USF, yani ni fund ya serikali ambayo inahakikisha mwananchi yoyote pahali anapoishi anaweza kupata mawasiliano kupitia kwa mtandao, na pia wananchi wote wanahudumiwa kwa njia sawa, uwe Nairobi, uwe Kajiado na uwe pahali pengine. Tunaweza kusema kwamba katika huu mradi Kajiado imekuwa bora sana kwa sababu hakuja kuwa na matatizo ya kiusalama, hakuja kuwa na matatizo ya kijamii. Wale jamii ambayo tunahudumia wametia juhudi kubwa sana, wanashirikiana na viongozi. Issues of internet connectivity is something which is opened up the country, and our county, which is so vast, 21,300 square kilometers. When we have internet everywhere, the world will be open, security, information will be easy to pass in the shortest time possible, communication will be enhanced, and everybody will be happy because they'll get access to all the platforms which are there. Like now we know
when you want to do any transaction, government or otherwise, is using these platforms which are available. Tungetaka kuwakumbusha kwamba hii mradi sio Kajiado peke yake, uko Kwale, sehemu kadhaa za Kwale, uko sehemu kadhaa za Kilifi, uko ndani, uko sehemu kadhaa Tana River District, uko Tana River County, kwa county ya Garissa, kwa county ya Wajir, Isiolo, Marsabit na Mandera. Na gitio kinene gitikiria gutora ginya kuria iharo-ini na kugomenyithie uria ciana cia atumia cirakigarika kiabu gia Chep Kongwe FC na ahotani a ngaragano cia thayo iria cirarikiri cia kiririkano kia mutigaire Wilson Litole uria wari mubunge wa Sigor. Beteka ici irathakirwo atonjera ya kumatha thayo gatagati ka ndorere iria ciikaraga mwena wa West Pokot na aria maikaraga mwena wa Elgeyo Marakwet. Lengo lingine ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na amani kati ya wakaaji wa West Pokot na Elgeyo Marakwet, na pia wakaaji wa West Pokot na Turkana County, kwa sababu sehemu ambayo tuko saizi ni sehemu ambayo kuna shida ya uhalifu. Hapo karibu tuko na boda ya Elgeyo Marakwet na Pokot, na upande hii pia tuko na Turkana. Ndio waziri kwa wakati huu wa kukumbuka mzee kwa kazi ile alifanya, ameweza pia kuhamasisha vijana na wakaaji wa sehemu hii kupitia kwa mpira huu kwa mambo ya amani, kwamba tushirikiane hasa wakati tunakumbuka kazi ile ya mzee alifanya kwa Rehemu Litole. Pia tuweze kukumbuka kwamba amani ni muhimu na tuweze kukaa vizuri na majirani. Haya, na riboti ya kuma kuu iharo-ini ni araikorwo gitukiria gaturumo gaito gagikunjuro kia mohoro ngatho cia mwanya niwe waiko ugitwirorera nie tucemanie waha wakiona cienda wega thaa imwe cia hwaini ngoro gigutamburukiria mau na mangi maingi na njira ndikandikirwo Ngetika Wambui wa Njau agithie na mbere na gukenerera tabarĩra cia Muthingi TV nginyagia thaa imwe. Ngai njega.